Watu wajue kwamba Yanga ni kubwa kuliko wao. Huyu sio na Kasongo. So kusema wamejitoa wao, wametolewa na Yanga. Yani Yanga ndio imewatoa. So wao, yani Yanga ndio imewatoa. Kasongo katolewa na Yanga, sio katolewa na Yanga. Yani sisi wananchi tukiona vitu vinaenda ovyo ovyo, tukiamua letu na mwaletu. Tuligomea nchi kwamba hatuchezi mechi yoyote. Tunajishusha ligi wenyewe. Wakaogopa. Wakaona mbona tarehe zinaenda watu hawatangazi mechi. Sasa mkubwa wa nchi akaja akalimaliza. Asingelimaliza mkuu wa nchi, Mungu wetu wa pili duniani, Mama Samia Suluhu Hassan anayotuletea amani na maendeleo. Asingekuwa huyo, tusingecheza mechi. Walikuwa wataka kujifanya sisi ndio wenye cheo, ngoja tuone. Hawataki kufanyeje? Kutoka pale. Haya wanaweza kaongea mbele ya mkubwa, kaongea mkubwa wa nchi, kaongea, utafanya nini? Yule ndio mama daktari, amri jeshi mkuu, akiongea neno kamaliza yule. Sasa tuweke upande upi? Young Africans ndio wamefanikiwa kuondoa au watumishi, ama ni mama ndo kafanya mambo yafanyike? Kwanza kabla sijaongea nataka niseme kidogo tu. Huyu amri jeshi mkuu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huyu anaitwa ni mama wa kumaliza majanga yale makubwa yanoshindikana. Tunaanza na janga la corona. Lilikuja likapiga watu, mama akaja akalimaliza. La Feitoto mama akaja akalimaliza. Alafu alikuja kumaliza hili la nani? La Simba na Yanga. Mama ndo kalimaliza. Daktari. Alafu yeye anatenda haki. Aliongea kiustaarabu tu, chezeni mpira au atajuzuru. Wenyewe wameshajiuzuru, lakini sauti kutoka kwa Yanga Africa. Yes. Kwa hiyo watu waijue kwamba Yanga ikiamua lake, wananchi wakiamua lake. Mzee mpira shai kuambia Yanga ina watu wanajua labda ni mimi na wewe au hao wanaotembea mtano na Fulida. Wanajua watu ndio. Kuna watu. Hii ndio Yanga imemuondoa Kasongo. Wanasema mlikuwa mnapambana kwa ajili ya maslahi yenu, sio kwamba kuwasaidia watu wengine, kwamba uende mkaweka viongozi wenu wale ambao watakuwa wanawasaidia kuwapa matokeo. No, hayo ni maneno yao na maneno ya watu. Sisi tunachokitaka Yanga, tunataka kuona Yanga inacheza vizuri na furaha. Sisi kitu kilichotuumiza ni kwa nini hawatupi hela yetu ya ligi, na ni kwa nini pia tarehe 28 wasitopisha. Timu zetu zile za nani mitoano hajatupa. Kwa hiyo sisi Yanga tumekasirika. Sasa kinachokuja kufuata sasa ndo atatuambia kwa nini nyuki anauma na kiuno. Kwa nini vitu vyote duniani vinauma na kichwa, lakini nyuki ukiona kaleta mdomo ukimbia, lakini akigeuza kiuno unakimbia. Ndo atatuambia Simba tarehe 25. Ndio tarehe mipango tarehe 25. Wanasema nyie mlisema kwanza, wao wenyewe wakasema amwezi kuchukua ubingwa bila kumkaba Elie Mpanzu. Sasa mnaenda kukutana naye tarehe 25. Unaona itakuwa mechi aina gani? Huo ni utani wa jadi. Utani wa jadi upo. Mpanzu ni wa kawaida, na wao waweza wakamkaba nani, wakamkapa Pacome Zouzoua. Ni kwamba wanajinkosha na wanajipa moyo, lakini nakwambia hivi, kwa kikosi cha Yanga cha mwaka huu na mwaka juzi na mwaka jana, sio kikosi cha kawaida. Ndio maana mimi nataka tumwambie engineer wana Yanga, engineer tuambie ukweli, asitufiche. Wachezaji wa Yanga sio watu. Watakuwa ni majini na tudanganya. Watakuwa ameenda China, huyu engineer ameenda kutengeneza masaibogi yanayokimbia kama chui. Mwanadamu akikimbia waga anachoka, anapumua. Hii miduito ya Yanga inakimbia hata hatuoni kupumua, inakimbia utafikiri swala. Watakuwa ni majini hawa. Kwa nini unasema majini? Mimi ukoshe kuona Boka anavyokimbia. Mchezaji akikimbia hata Oroyo unaona hii midude ya Yanga haichoki. Kukimbia kwao kuna impact gani? Yani kuna faida gani? Maana siona faida yote. Faida ni kubeba makombe mara mfululizo mara 4. Wewe ukifika hata nusu finali bwana, hata robo tu kwenye klabu. Hiyo ni fix to tumefanyiwa. Asingekuwa fix, lakini wachezaji wa Yanga sio watu. Watakuwa ni engineer, atakuwa anaenda China kutengeneza masaibogi. Wewe unafikiri Pacome Zouzoua mtu yule? Ile itakuwa ni cyborg kitengeneza afu ananiweka nyama lile. Wachezaji wa Yanga engineer tuambie ukweli, hao sio watu. Watakuwa ni majini au ni masaibogi, maroboti yanakimbia. Sasa tarehe 25 timu ya wanadamu ikutana na maroboti, Simba napigwa 4. Haki ya Mungu. Kwanza umesikia walivyosema, wani wamewazao wanasema si nyie mtapangiwa kikosi cha pili. Nani kasema? Si Simba. Hayo ni maneno tu ya kumtongoza mwanamke ili mwanamke afurahi tu, kuni uongo. Simba ni bado anajipa moyo. Sasa nasema hivi, tarehe 25 Simba nsipomfunga naweka hadi na narudieni tena, naweka hadi ya kukatwa kidole cha kuvalishwa pete ya ndoa. Hiki hapa kidole hiki kidole ndo kinavalishwa pete ya ndoa. Simba ikinifunga
Tarehe 25 naomba washabiki wa Simba wachukue nyundo wachukue kidole changu hiki, wakiwe kwenye jiwe, wakiponde kidole puu mpaka kisagike na serikali isiingilie. Kama Simba atanifunga tarehe 25, hiyo hadi itekelezwe. William wa Simba yeye ndo aponde mbele ya umma wa watu. Narudieni tena, tarehe 25 Simba akinifunga, naweka hadi, na hii hadi itekelezwe. Naomba washabiki wa Simba wachukue nyundo, wanipige kidole kinachovaa pete ya ndoa hichi. Wakichukua Simba ya kafu uyogope. Simba mbovu, ndugu mwandishi wa habari, Mungu atakuweka motoni kuwadanganya watu. Wewe unaona Simba Kibdensi kazeka. Ukimuona Shabalala mwenyewe kashaanza kupinda kama nembo ya Facebook. Kuna nini pale? Ukiangalia kamera kashaanza kuzeka. Kipa ni Digi Diara Mdakaradi wewe. Round about pale kuna Ucho. Mimi niko vizuri hata kama Ziki kaondoka. Simba nampiga goli 4 tarehe 25. Wallahi wa billahi nakuapia. Usiapi bwana. Nakwambia napitisheni kidole tena. Wallahi wa billahi wanipige kidole changu cha kuvalisha pete ya ndoa. Bwana nakwambia Simba anakufa. Tumeona hizi tarehe ambazo zilikuwa zinapangwa tarehe 8 za tarehe 15 kwamba dabi inachezwa. Tumeona Simba wamekuwa kitangaza sana hizi mechi, lakini sasa hivi tangu jana wametangaza tarehe itakuwa 25. Tunaona post yote ya Simba wakitangaza hii dabi. Pengine huenda wakaendelea na ile msimamo wao kwamba hawatacheza kama itapangwa tarehe nyingine. Amri jeshi mkuu wa Tanzania, daktari, Mungu wa pili, yani Mungu wa kwanza yuko mbinguni, Mungu wa pili yuko duniani, si mwingine Mama Samia Suluhu Hassan aliyochaguliwa na Mungu, nendeni duniani ukaiongoze nchi. Kashasema, kaambia lini, Yanga ikasema tarehe 25, mama akasaini. Usilete kikosi, unajipenda, unaanza kwanza kuadhibiwa na Mungu, alafu ndio unakuja kuadhibiwa na daktari. Lazima watake wastake mbele ya amri jeshi mkuu. Kashasema daktari, usipoleta kikosi kitacho kukuta, Mungu ndo anaanza kukupa adhabu aliyomteua mama. Alafu wa pili unakuja kauli ya rais. Hivyo unamjua rais president. Mama kasema yani watake wastake mechi inachezwa. Wewe unaona Yanga aliongea kitu? Mama unaona alivyosema, kwa nini wasiseme mama hatuchezi? Walisema tuongeze siku 10. President akiongea kitu, yani sheria ya rais, huo unakosa usio unakosa, uruhusiwi kupinga. Hiyo ni sheria ya rais. Yani hiyo ni sheria. Yuko juu ya sheria. Yuko juu ya sheria. Rais uwe na kosa, usiwe na kosa, uruhusiwi kupinga. Kwa hiyo tarehe 25 watake wasitake, Modeuji lazima alete kikosi chake kipigwe goli 5 mara 5 mfululizo. Hii kauli ya mama ya busara ambayo ameitoa kwamba achaneni nayo hizo habari, chezeni mechi watu wafurahi. Hii inaweza ikafanya hadi yale madeni ambayo mlikuwa mnawadai TFF muachane nayo kabisa, kwamba mambo ya busara yaendelee. Yanga hana njaa, ndio maana tuna miaka miwili sio mitatu hatujalipwa hela. Ni kwamba hela tunazo. Kwa hiyo baada ya hapo tukawa tunatafuta na kisingizio ili tuzidi kuwakandamiza Yanga. Hivyo viera ni vidogo vidogo, ndio maana kombe la kafu, kombe la nila ligi ya ndani, JSM wakachukuagi hela na wapaga wachezaji wagawane. Hata sisi zile wallahi wa billahi, yani hela za kombe la SRDB yale mahela yao waka wanapewa wachezaji wanagawana kurabata. Hata sisi washabiki tunapewaga vile viera vya kombe vya SRDB vile. JSM hana shida na hela, kwa hiyo wenyewe wanaona kwa tufanye biashara. Sisi Yanga shida yetu ilikuwa nataka tuwazadilishe. Suko Yanga tuna mihela mabilioni matrilioni. Kwa hiyo hela tuna shida nazo sisi wachukua. Mungedaiwa kama mngekuwa na hela. Tungedaiwa nani? Sisi tulikuwa tunadaiwa. Wachezaji bado wanadai mpaka sasa hivi. Hakuna wataka kutuchafua. Yanga idaiwi bwana. Yanga idaiwi. Sisi ndio tunawadai wachezaji. Kila mchezaji anaosaini anasema nitafunga magoli 100 ndio tunawadai. Yao kwasi bado hajafikisha 100. Kwa hiyo sisi ndio tunawadai. Kwa hiyo tarehe 25 Simba anafungwa magoli 4. Hiyo chuma kule watu wa Simba, nawaambieni ukweli, lazima Simba afungwe. Na nataka niwaambieni kitu, washabiki wa Simba wote Tanzania, mnamjua Berenasi na Nandi wanapendana vibaya sana, waweze kuachana. Siku Nandi na Berenasi wakiachana, mwaka huo ndio Simba atanifunga na anachukua ligi ya ndani. Chuma kula chuma hiyo. Narudieni tena, Berenasi na Nandi wanapendana vibaya sana na waweza wakaachana hata wakifumaniana. Siku Berenasi na Nandi wakibwagana wakaachana, mwaka huo Simba ndo atanifunga. Hata niweke beki gani, Simba ndo atanifunga. Kula chuma hiyo. Mimi na uhakika Berenasi na Nandi wakiachana ndo mwaka huo Simba atanifunga. Unawaambia nini washabiki kuelekea tarehe 25 na hapa tukimaliza kabisa kipindi chetu? Nasema washabiki wa Yanga, njooni Taifa, mkajaji uwanja, muangalie mara ya 5 mfululizo
Koro atavyopigwa pale, atavyonyanyaswa kama mtoto, atake astake. Hii inaitwa ukinipiga kama nimekupiga na nikikupiga kama nimekupiga. Hiyo ndio inaitwa mfumo wa Yanga sasa hivi. Lazima Koro awekwe. Narudieni tena, Simba nsipomfunga, na mashabiki wa Simba chukue nyundo, wanipiga kidole kisagike kinachovalia pete ya ndoa. Hilo swala serikali isiliingilie. Baba Rabiat, nimemaliza. Shukrani sana. Na mimi nashukuru.